Haya, mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, baadhi ya viongozi wa Azimio la Umoja One Kenya ambao walikamatwa na kutoweka wiki iliyopita wakati wa maandamano ya upinzani leo walifikishwa mahakamani kujibu baadhi ya mashtaka yakiwemo kujihusisha na maandamano haramu pamoja na kuwa na silaha hatari na dawa za kulevya. Hata hivyo, aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga atasalia kizuizini katika gereza la Industrial Area hapa Nairobi hadi hapo kesho ili kujua iwapo ataachiliwa kwa dhamana. Emmanuel To na mkusanyiko wa taarifa hiyo. Baada ya kutoweka kwa siku 5 baada ya kukamatwa nyumbani kwake eneo la Kiserian County ya Kajiado, hatimaye aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga aliibuka Jumatatu asubuhi akifikishwa katika mahakama ya Makadara kujibu mashtaka 5 yakiwemo kuwa na silaha hatari zikiwemo panga 14, panga za Kimasai 24, rungu za Kimasai 46 na mipini 3 ya jembe pamoja na kuwa na misokoto ya bangi ya dhamana ya shilingi 36,720 na mihadarati aina ya cocaine. The grounds upon which this Chief Inspector Kemboi Rock relies on are speculation. The prosecution reasonably apprehends that if the accused person is released, he is likely to continue committing these offenses to the detriment of the public, because we all know what the court takes judicial notice of what was happening in the country last week. Mawakili wa Njenga wakisema mshukiwa alikamatwa na kuzuiwa kwa zaidi ya saa 24 kinyume cha katiba. He was arrested on 19th, taken to a place he doesn't know, and blindfolded. He's now telling me they were recording statements when they were blindfolded. Njenga atajua hatima yake hapo kesho asubuhi iwapo ataachiliwa kwa dhamana na atasalia katika rumande gereza la Industrial Area. Hayo yakijiri, mbunge wa Mathare Anthony Oluoch, kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Nairobi Peter Imwatok na mwakilishi wadi wa Kitsuru Alvin Palapala walionja uhuru wao pia baada ya siku kadhaa za kutoweka walipokamatwa Alhamisi. Kule Kilifi, mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga na spika wa kaunti ya Kilifi Teddy Mwambire pia waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 50,000. Kesi yao ikitarajiwa kusikizwa tarehe 7 mwezi ujao. Haki ya watu kukungamana. Katiba iko juu kushinda mtu yoyote hapa Kenya. Wacha Mkenya apewe haki yake. Uhaki katika swala la expression, mtu kujieleza vile anataka, hiyo haki iko ndani ya katiba. Serikali ilifanya makosa kukiuka sheria iliyoko katika mujibu wa katiba. Vuja maandamano ambayo yalikuwa hayana fujo, ambayo hayalikuwa watu wanaandamana bila silaha, na wakachukua hatua ya kuvuja maandamano. Kadhalika mwanablogu na mmoja wa viongozi wa chama cha Jubilee Pauline Njoroge pia aliachiliwa huru baada ya upande wa mashtaka kupendekeza shtaka la uchochezi wa raia dhidi ya serikali. Emmanuel To, KTN News, Nairobi. Na waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki ameonya vikali mrengo